Na imani ikipungua, matatizo ya kuanza kutegemea watu yanakuja. Imani ikianza kuporomoka, matatizo ya kutegemea vitu, mali, vyeo yanaanza kuja kwa wingi. Ndugu zangu, tufanye mihanga, juhudi kubwa kubwa, ili mradi tusivuliwi imani zetu. Wa ala Allahi fatawakkalu, na kwake Allah mtegemee. In kuntum mu'minina, mtaweza hivyo ikiwa mtakuwa na nguvu ya imani, ikiwa mtakuwa mmetengeneza imani zenu. Kutegemea kwa Allah haina maana ukaacha asbabu. Kanuni ya Allah subhanahu wa ta'ala anataka zichukuliwe sababu kwa waumini na kwa vijana, hasa kuandaa akhera yako. Mali yako itumike katika njia ya Allah, misikiti itengenezwe kupitia mali yako, watu vijana wasome kupitia nguvu ya ile mali. Ndio inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna, ala kununua nafsi za waumini na mali zao. Kataja mali zao, hawajakaa tu wamesubiri, hawajakaa tu wakabweteka, bali wanahangaika namna ya kutafuta chumo la halali, zile mali wazitumie katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omar katika hali ya kushangazwa na mazingira ya ule msafara, subhanallah, akawauliza, vipi nyinyi, mbona mpo hivyo watupu tu na ngamia wenu? Wale mabana wakasema, inna mutawakkiluna, sisi tumemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza mafumu haya. Omar akawaambia, bal antum mutawakiluna, bali ni nyinyi ndio wale ambao mliobweteka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah namna gani anamruzuku ndege? Taghdu khimaswa, anatoka asubuhi mapema. Taghdu, neno hili mapema, akiwa mtupu, hana lolote katika tumbo lake, hana chochote alichobe. Wataruhu, limetumika neno taruhu katika lugha pia, ni muda wa kurejea ule wa mwisho. Manake anatoka mapema, anarudi muda umekwenda, lakini kurudi kwake huku bitwana, akiwa kashiba kweli kweli. Ndugu zangu, siya swala ya alfajiri, hapo ndio riziki inapoanza. Fajira kaamka, kafanya ibada, kamdhukuru Allah, kaomba kwa Allah, ameenda katika harakati zake. Burikati ummati, umma wangu umebarikiwa asubuhi. Ndege wanautumia muda huu pia vizuri kushiba. Sisi tunalala, vijana wanalala, vijana wanacheza tu ovyo ovyo mitaani. Rejeni maisha ya manabii alayhimussalamu. Nabii Musa alayhi salamu, ilivyokuja amri jeshi nyuma mbele bahari, Mungu hakusema bahari achia apite Musa, lakini alimwambia Musa atumie nguvu kidogo. Ndugu zangu, fadrib bi'aswaka al-bahra, akamwambia hiyo bakora alionayo Musa, piga bahari. Kuna haja gani Mungu alikuwa amwambie piga bahari? Ndugu zangu, Allah anataka wajifunze watu, sio tu kukaa kutulia kwamba Mungu analeta. Fanya asbabu, lakini weka yakini kwa Allah, usiweke yakini katika asbabu. Fanya biashara, weka yakini kwa aliyokupa nguvu ya kufanya biashara. Si elimu utegemee, bali tegemea yule ambaye aliyokupa elimu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tunababaika, tuna wasiwasi, sio tu kwa kukosa riski, bali hata tunapoipata riski bado inatuangaisha. Ya subhanallah, kwamba itaondoka, kwamba kuna mtu atanifanyia kadhaa. Ndugu zangu, kwa Allah tutegemee. Mwanadamu baada ya kuja duniani, ndugu zangu, hakuja na kitu, na hata pia anapoondoka, ndugu yangu, anaondoka bila kitu. Alikuja duniani mwenye vitu, akampa hivyo vitu, na alivyotoka duniani mwenye vitu akamnyang'anya hivyo vitu.